ila nasikia yule mchungaji ana nguvu sana. Hakuna mwenye nguvu zidi yangu hapa katika kijiji cha Gambosh. Mimi ni Gugune, tena jitu la majitu lililoshindikana. Hakuna fisi, chui, mbwa, wala nyati, wala mnyama yeyote, wala binadamu anayetisha. Nyinyi nendeni mkamkaange na nyama yake muilete. Umenielewa? Sawa mkuu. Gamboshi, unapata faida gani kumunyanyasa? Gamboshi, toto mwenzako, toto mwenzio. Gamboshi, unapata faida gani kumunyanyasa? Sasa nilikuwa nawaza mara zote kwamba utakuja lini. Hapana mume wangu, hapa ni nyumbani kwangu, lazima tu ningekuja. Maana mimi na familia na ni mwili mmoja, lazima tusiwe pamoja mume wangu. Sasa kabla yote mke wangu, naomba kwanza tuombe. Takatifu uketie mahali pa mbingu, mahala palipotukuka mfalme, wewe mfalme wa mianga. Asante Bwana kwa hiki. Asante kwa kumwepushia mke wangu na kila mitego ya barabarani. Hatimaye amefika salama salimini. Tunahitaji pia Bwana uweze kuweka ulinzi kuanzia sasa na kuendelea. Tunashukuru mazuri uliyotenda, lakini tunazidi kupinga mabaya yote ya mwovu kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu ni mwema. Amen. Mimi kama Gugune na kutengeneza mti uende ukang'ae na kupendeza kwa kila mtu. Tena asiwepo mtu yoyote yule wa kukinzana na malashi yako wala muonekano wako. Watu wote wanaokusujudia waniamini mimi na wapate wanachokitaka. Mimi ndiye mtawala wa kijiji chote cha Gambosh. Mimi ndiye Gugune. Tumekupiga vya kutosha. Hatujamwona Mungu wako akuja kukusaidia. Kuba babake. Chungaji kitu gani? Tunayemjua sisi hapa tu mwenye nguvu ni Gugune. Sasa hebu onyesha hizo nguvu zako. Kuta mchungaji kwenye hakuna. Yesu kitu gani? Tunakumwagia mafuta. Afu tuwashe moto. Alafu tuone sasa huyo Mungu wako akuja kukusaidia. Wadogo, piga mafuta. Chapu. Mwaga mafuta basi na wewe mtoto. Shida nini? Hapo siku nyingine usimbie. Mwaga vizuri mafuta. Mwaga. Baba,
kama ni mapenzi yako Baba, kikombe hiki Bwana kiniepuke, na kama sivyo Bwana, mapenzi yako Baba atimizwe. Watumishi wa Mungu wanateseka wako Gambosh, Gugune, oh, unalimisha watu na kuwapaka matope, unawatesa watu wengine mafanya ndo. Msichana mrembo, naona umeniita. Wewe ni nani? Alafu macho yako yanawaka moto. Au na wewe ni mmoja kati yetu? Natoka katika madhabahu ya miali ya moto ya Mungu aliye hai. Okay. What is your mission? Na kuuliza makusudio ya kuwa hapa nini? Mission yangu itajulikana. Basi sawa mchungaji. Nimekumbuka kitu. Mchungaji, maisha yangu yamekuwa ni magumu sasa hivi kidogo. Hata hivyo, nimesikia kuna mtu wa maajabu pale juu. Ukienda pale kuelezea shida zako, unaweza kukusaidia pesa. Nasikia ukiomba pesa, ukiomba chakula, ukiomba nini, huo mtu nawapatia. Mchungaji, mimi nitaka niende pale na mimi nikaombe. Maana naona maisha sio mazuri kwangu. Nothing easy. No pain, no gain. Hii ni michezo ya Gugune. Gugune anataka watu wamwabudu yeye. Mara zote shetani hufanya michezo kama hii ili watu waweze kumwabudu. Ukiwa mtu mwenye tamaa, yani tamaa inabeba mimba. Mimba inazaa dhambi. Halafu mwisho wake ni mauti ya milele. Mchungaji, ina maana Gugune ana uwezo wa kutengeneza mti ukawa unatoa pesa? Yes. Hilo ni jambo jepesi sana kwa mashetani. Michezo hii sio kwake tu, toka miaka ya kale. Lakini shukuriwe kwamba watumishi wa Mungu sisi tuna macho ya rohoni ya kuona na kujua kwamba hiki sio kitu sawa. Ndio maana nakwambia siku zote kwa makini. Kumbe ndio maana. Basi sawa mchungaji, nimekuelewa. Asante kwa kunielewa. Gamboshi, unapata faida gani kumunyanyasa? Gamboshi, toto mwenzako, toto mwenzio. Gamboshi, unapata faida gani kumunyanyasa? Gamboshi, toto mwenzako, toto mwenzio. Lafale. Mchawi mdogo Kasoda, unayemiliki kimtaa kidogo cha Mwembe Togwa. Vipi? Nini kimekufanya uniite ghafla? Mkuu, nimetokewa na mwanamke wa ajabu. Yaani uso wake ulikuwa waka kabisa. Na hisi ana nguvu. Vipi mkuu? Na yeye ni mmoja kati yetu? Mkuu, naomba huyu mwanamke afuatiliwe mara moja. Vinginevyo atatuharibia mambo yetu. Wacha nijionee. Mbona hamna kitu? Naona moto, najua tu. Siwezi kukudanganya. Kasoda. Ndio mkuu. Siku nyingine unaponiita, hakikisha uniite kwa busara na maneno ya hekima. Sio kwa woga wa kijinga. Hakuna mtu yoyote kwenye umtaa anayepita juu ya Gugune. Mimi ni Gugune. Wengine mafanya ndondocha, unalimisha watu na kuwa
kuwapaka matope. Kama nilivyokuambia mtumishi, hapo awali ilifikia muda nikakata tamaa, nikawaza kwenda kwenye mti wa maajabu wa Gugune, lakini nilipopata mawasiliano yako wewe, ukawa umekuja ukanifanyia maombezi, ndio maana unaona mpaka sasa hivi na mafanikio kama hayo unayoyaona hapa. Kwa kweli nashukuru sana kwa maombi yako. Mara zote Mungu wetu sisi ni Mungu wa kuaminika, yaani ni Mungu wa kutimiza ahadi zake. Ukisoma Biblia kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, ni Mungu anayetimiza ahadi. Kwa Yakobo alileta mafanikio, kwa Yusufu alitimiza ndoto zake, kwa Ibrahimu alirejesha mali zilizokuwa zimeibiwa. Kwa Mungu huyu sisi ni Mungu wa kuaminika. Kwa neno la imani sasa ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana kwa macho ya nyama. Lakini sasa ukiamini yanapatikana kirahisi, na ndio maana nikaipa tofasiri mimi imani ni kuona yasiyoonekana ili upate yasiyowezekana. Nikushauri tu endelea kumwamini huyo Mungu. Kuna kingine? Hapana mchungaji. Naomba tuombe. Mtakatifu Mungu wa mbinguni, tunakushukuru wewe kwa sababu ya uweza na ulinzi wako, na mweka mwanamke huyo mkononi mwako aliyekuamini ukambariki. Endelea kumbariki na kumwekea ulinzi kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Mchungaji, huu hapa ndio ule mti ambao ni mti wa maajabu. Huu hapa mti ndio ambao umesababisha waumini wetu wanatusaliti na wanakuja kuabudu huu mti. Huu mti mchungaji, kama mnavyoona, umewapatia watu magari, umewapatia pikipiki, pesa. Huu mti ndio kila kitu mchungaji. Najua Gugune ametengeneza mti huu kwa ajili ya kujivunia watu waweze kumwabudu yeye. Lakini katika imani, huu mti ni kitu gani? Tutaufuta tu katika ulimwengu wa roho ili tumtafutie Bwana watu wengi waje. Najua ukivunjika Gugune hatakuwa na chake. Lazima watu watamrudia Kristo. Hatuna muda wa kupoteza tena. Hebu tuzame katika maombi, tukafutile mbali mti huu. Gamboshi, unapata faida gani kumunyanyasa? Gamboshi, toto mwenzako, toto mwenzio. Gamboshi, unapata faida gani kumunyanyasa? Gamboshi, toto mwenzako, toto mwenzio. Yani Gugune umefanya wana kuogopa, una huruma we, wana kuabudu. Yani Gugune umefanya wana